أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وصلي وسلم على رسول الله المرسل محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه غر الميامين. أما بعد, nitumie kwanza fursa hii kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu mwingi wa rehema ambaye katujalia kwa namna ya pekee tu katika mji ambao kazaliwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukiwa tunaangalia mazingira ambayo ndani yake kuna baraka. Mshukuru Mwenyezi Mungu ambaye katukutanisha hapa, lakini pia tuendelee kabisa kumtakia rehema na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ali zake na sahaba zake na wote watakaomfuata mpaka siku ya mwisho. Nishukuru tu serikali ya Tanzania na Zanzibar kwa namna wanavyoshirikiana kuhakikisha ibada ya haji, kwa sababu ndani yake kuna baraka, inakaa katika hali ya usawa na upendo na utulivu. Bila kusahau ni washukuru viongozi wa Al-Haramain ambao akina Sheikh Khalifa, akina Sheikh Yusufu, Sheikh Suleiman. Hawa watu ni watu ambao wamenifuata walipojua nimehudhuria katika ibada hii, Allah kanileta, wakasema hatukuachi shekhe uje tuzungumze. Wallahi na hawa watu na wenyewe washukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wabariki, kwa sababu nyinyi hamkuwepo tu, Mwenyezi Mungu kawateua mweze kusimamia taasisi hizi. Majina yangu naitwa Sheikh Nuh Badi Rumlashan. Mimi kwetu mbali sana, mimi kutokea Tanzania katika mkoa wa Kagera. Mimi ni shehe wa wilaya ya Kyerwa, lakini pia tuombee serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Haya mambo hayaji hivi hivi tu, ni kwa sababu wao wamekaa sawa sawa na wanaelewana, wanatusaidia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wahifadhi na tuendelee kuombea nchi zetu zikae na amani. Kwa nini sasa nasema haya maneno? Kwa sababu hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe ametueleza kabisa kwa ufasaha mkubwa, tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtume wake na wale viongozi wetu wa ulul amri minkum. Sasa mimi ni baada ya kushukuru hayo, sasa niseme ya kwangu machache kwa sababu ya muda. Mlikuja wilaya ya Kyerwa, tuliwasiliana nilivyojua kwamba mnazo barua za ofisi zetu, nikasema naam. Kwa kweli mlitoa darasa nzuri ambayo sasa inakuwa mimi mwenyewe nimekuja kuona na nimeona. Niwashukuru, lakini niseme kwamba nashukuru sana kwa namna mnavyowapanga watu kwa kutekeleza hii ibada na kuwasaidia kujua. Lan takuna alima hatta takuna mutaallima. Huwezi ukawa mwalimu mpaka uwe mwanafunzi, na huwezi ukawa mwanafunzi hata takuna mustamia, mpaka uwe unasikiliza mwalimu kasema nini. Utakuwa mwanafunzi alafu utakuwa mwalimu. Mimi nashukuru kwa namna mnavyowafundisha na mimi nimefurahi. Nimewahoji vijana wangu wale, wakaniambia Al-Haramain kama tuko zaidi ya nyumbani. Nikasema ala, msije mkasahau kufanya ibada sasa. Wanaambiwa wanapata sehemu nzuri za kupumzika, ibada wanafanya, mnawapeleka, chakula wanapata, na mimi chakula nimeona alhamdulillah, na chakula nimeshiriki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie. Hivyo Al-Haramain mmekuwa wa kwanza kuniita kuzungumza kwenye chombo cha habari. Sasa muendelee kuwa wa kwanza kuwahi katika wilaya zetu, tuhamasishe, mtawaunga mkono na watu watapatikana inshallah. Afamina wa minkum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Abedi Al-Abid Nasri. Mimi niko hapa Maka kwa ajili ya kuja kuhiji na tayari nimeshafanya ibada ya umra. Sasa hivi tunasubiri ibada nyingine zinazoendelea. Kwa hakika niko katika taasisi ya Al-Haramain. Mimi natokea mjini Unguja, mkoa wa Mjini, shehia Mwembe, Tanga. Kwa kweli taasisi hii imetufunua macho sisi wengine kutokana na uhaba wetu wa elimu. Wametuhamasisha na tumejiunga na tumepata masomo kiasi ambacho tulikuwa hatujui chochote, lakini kutokana na jitihada zao, ama kwa hakika tumefika pazuri sana. Tulikuwa hatujui chochote wengine, kuna uhaba wa elimu. Wengine wamo ambao wamesoma wanajua, lakini wengine tulikuwa hatujui chochote. Lakini jinsi walivyotuhamasisha na walivyotufanyia semina zao, ama kwa hakika tumefika pazuri. Sasa
na mambo yale tulioahidiwa naona mengine yamezidi zaidi ya vile tulivyoambiwa. Kwenye upande wa vifaa alhamdulillah tumepata vifaa vya uhakika ambavyo vinakidhi haja, na vingine bado mpaka leo tungali tunapewa tu, tunajiuliza sio wenyewe. Kwenye mambo ya chakula tena ndio siseme, alhamdulillah. Kwa hiyo mimi nawataka wenzangu ambao bado hawajajua wende taasisi gani, basi waje Al-Haramain. Al-Haramain kwa mahujaji ndio mwisho wa matatizo. Huna elimu utahiji kadiri inavyotakiwa. Sasa kwa hiyo tunashukuru na tunashukuru Serikali ya Mapinduzi kwa jitihada zake za kuwezesha taasisi hizi kuja kufanya ibada bila matatizo yoyote. Kwanza niseme namshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha sisi watu wakazi wa Kilimanjaro na pia majirani zetu wa mkoa wa Arusha kuweza kuja hija. Mimi binafsi kwa kweli nilichokuwa nakifikiria sicho nilichokiona, sicho nilichokikuta, kwa sababu nifikiria kwanza kujipanga uje hija, niliona shughuli ngumu sana, na kuja mpaka kufika hapa Maka nilikuwa nafikiria bila itakuwa ni hali ngumu sana, matatizo, lakini kumekuwa na wepesi wa kufa mtu, wepesi uliopitiliza, na huo wepesi uliopitiliza umefanywa na Al-Haramain. Kwa kweli napenda niwasifu sana Al-Haramain kwa sababu wametufanya tuone kwamba hija ni nyepesi sana, watu wajipange waje kuhiji. Lakini pia hii biashara ya kuja mwanamume peke yako, mimi ningeomba kwa kweli kutokana na hali niliyoiona hapa, ikiwezekana njooni familia yote. Mna uwezo wa kuja familia yote, ukaja bwana, bibi, watoto, mkaja wote kuhiji. Na lile wazo mtu alikuwa nalo zamani la kutaka kuja kuhiji ukiwa mzee, naomba lile limepitwa na wakati. Tujipange kuja kuhiji tukiwa na nguvu, tuweze kukimbia na watu tunaweza. Na hii kujipanga kuja wazee tunaona kabisa kwamba gharama ni kubwa, kumbe sio gharama kubwa, ni sio hiyo tuna wasiwasi nayo. Kwa hiyo tumekuja vizuri, Al-Haramain wametupokea vizuri, wametupa semina vizuri, wametuwezesha kuja paka hapa, vifaa vyote wametugaia, mabegi wametupa. Tena kama wengine tukasema mbona mabegi makubwa hivi? Kumbe mabegi ni mazuri mno. Yale mabegi ni mazuri mno. Utaweka utakacho kitaka, utaweka utakacho kipata. Tumekuja hapa kwa kweli ibada ni nzuri. Wametuongoza vizuri. Labda mimi niwaambie tu viongozi wa Al-Haramain, nawapa A+ kwa sababu kwanza wamejishusha. Mtu unamkuta ni manager wa benki lakini anakufutia meza, anakupa sahani kwa ile chakula. Kwa hiyo ni kitu ambacho ninasema kabisa kwamba Al-Haramain mnaongoza. Na mimi nikifika Moshi, Kilimanjaro, kwa kweli kampeni yangu ni kuhusu Al-Haramain. Misikiti nitakayokuwa na swali, utake usitake nitakwambia, jiandae kwenda hija kwa kupitia kampuni ya Al-Haramain. Usitafute kampuni zingine. Ukienda Al-Haramain kama vile uko nyumbani kwako. Chakula tunapata kizuri, tumeandaliwa mahali pa kulala pazuri. Kwenda hija tumekwenda, tumezunguka. Mimi niliambiwa kabisa kwamba wewe unavyokwenda wewe Al-Kaaba utaiona hivi hivi, utaisikia. Lakini nasema nimefika pale nimegusa, nimeishika. Nikasema jamani, hawa Al-Haramain ndio wananileta hapa au? Lakini kumbe Al-Haramain naomba mshirikiane hivyo na Mwenyezi Mungu, kwani tumekuja vizuri, tumekuja salama, na mimi naomba wote tuletwe na Al-Haramain turudishwe pia nyumbani kwetu salama. Ndugu zangu, mwisho wa yote nataka niseme tu kwamba tumeanza, tuko katikati, basi niombe tumalizie kabisa, na tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba hii shughuli tuliyoifanya ni ya kwetu sisi, si ya Mwenyezi Mungu. Yeye ishaweka kitambo kabla hata hatujazaliwa, ilikuwepo. Sasa leo tunaitekeleza. Tumshukuru pia mtume wetu Muhammad kwa kweli kwa kuja kutuwekea shughuli hapa Maka. Tumeona mahali alipokuwepo, mahali alipotoka, alipokimbia tumepaona. Kwa hiyo nimshukuru sana Al-Haramain kwa kutuleta sisi Maka.
niombe tu kwamba Al Haramain, naomba muongeze kasi hii, msiiache kwa makampuni yaliyoleta watu. Nisiseme mengi, lakini Al Haramain mnaongoza. Niseme tu asante sana. Alhamdulillah rabbil alamin. Mimi kwa majina naitwa Shamata Sham Hamisi. Natokea kisiwa cha Pemba katika wilaya Micheweni. Kwa kweli mimi ni mara yangu ya kwanza katika kushiriki katika shughuli hii ya kutekeleza nguzo hii ya 5 kwa maana ya ibada ya hija. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli kwa kila hali, kwa sababu wenzetu ambao tumekuja nao kwa maana taasisi hii ya Al Haramain kabla ya hapo wametuhamasisha, lakini vile vile wametupatia mafunzo hatua kwa hatua namna ya kuweza yanayokatazwa na yanayopendeza wakati ya utekelezaji ama wajibu wa kutekeleza nguzo hii ya 5. Kwa mafunzo hayo tumepewa katika hatua mbalimbali, na tunashukuru kwa kila mmoja wetu. Semina zilikuwa na mafanikio, na wengine kabla ya hapo tulikuwa tunafikiria kutakuwa kuna ugumu mkubwa sana, lakini ugumu ulikuweko kwenye nafsi, lakini baada ya kupata mafunzo na uratibu wa safari kwa namna ulivyoratibiwa, tunashukuru sana Mwenyezi Mungu, kwanza kwa serikali zetu zote mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, kwa uratibu wa ibada hii ama kwa Waislamu kuja kutekeleza nguzo hii kwa ufanisi mkubwa. Na kikubwa zaidi ambacho tulikuwa tunakisikia kwa wakati huo, usafiri ulikuwa ilikuwa unapita nchi tofauti tofauti. Wengine walishuka Dubai kwa wakati huo na nchi nyingine walishuka, lakini sisi tumetoka moja kwa moja Zanzibar na moja kwa moja Jeddah, kwa maana ya kwamba tumepata nafasi kuja moja kwa moja bila usumbufu wowote. Na kwa kweli huduma zetu ambazo tunazipata kupitia shirika au taasisi ya Al Haramain zimekuwa ni nzuri na za viwango sana. Kubwa zaidi tu mimi imani yangu, kama vile ambavyo wengine wanaeleza kwamba mtu kwenda kuhiji Maka si kwa sababu labda ya uwezo mkubwa wa rasilimali fedha, lakini kwanza ni majaliwa, lakini vile vile jitihada binafsi ambazo mtu mwenyewe ataweza kuzitenga au atazifanya katika kuona kwamba yeye anataka kutekeleza ibada hii ama nguzo hii ambayo ni lazima kwa kila Muislamu. Kwa hiyo mimi nishauri tu kwamba au niamini tu kwamba wako ambao tumeona huko tulokuja, wako watu wenye kipato cha chini sana, na wako ambao kidogo mashallah, lakini tukiangalia zaidi walioko wengi zaidi wenye uwezo, inawezekana wako huko. Na ukiangalia Tanzania sasa hivi tuko zaidi ya milioni 60, lakini kwa idadi ya watu waliokuja, maana yake ni kwamba inawezekana kwamba kuna watu ambao wana uwezo mkubwa zaidi, na ndio kweli, lakini bado Mwenyezi Mungu hajawatia ilhamu ya kuweza kuona umuhimu ama kuona thamani ya jambo hili. Kwa hiyo mimi kubwa zaidi niendelee kuwaomba Waislamu wote duniani, hususan Tanzania na Zanzibar kwa ujumla, kwamba endapo tutakuwa na uwezo na mpaka ukatufika umauti bado hatujatekeleza nguzo hii, maana yake ni kwamba tumebeba azima kubwa na hatutakuwa na majibu ya kwenda kueleza kesho mbele ya Mungu, kwa sababu kila kitu kinapita. Ni wajibu wetu kila mmoja kuweza kulitekeleza hilo. Lakini vile vile niseme tu kwamba tumekuwa na mitazamo kidogo ambayo si sahihi kwa vijana, hususan eji kama yetu sisi. Mara nyingi unapokuwa unatiania kutaka kusema kwamba unaenda kuhiji, kila mmoja anahisi kwamba labda muda hujafika na unapaswa uende baada ya kuwa mzee ama mtu mzima sana. Lakini mimi niseme tu kwamba mawazo haya kwa mimi, namna ambavyo tumeona kwamba huko kunakuwa na msongamano mkubwa, lakini ibada hii ni harakati na nguvu inahitajika, ama afya inahitajika kuwa imara zaidi. Kwa hiyo kubwa zaidi ni kwamba tunaona wenzetu wa Al Haramain wanachukua jitihada mbalimbali, watu tofauti tofauti, hata wazee wanawasaidia katika kuhakikisha kwamba ibada hii inafanyika kwa ufanisi mkubwa. Kwa hiyo sisi tayari tumeshafanya ibada mbalimbali, kwa maana umra tumeshamaliza, na sasa tunaendelea na ibada nyingine ambapo ziara tayari tumeshafanya katika maeneo muhimu ya kihistoria, lakini vile vile tumejifunza vitu vingi, na tabia ni kwamba unapofika unaona kwamba ule umuhimu wa kutambua Uislamu, lakini namna Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipopata tabu, na sisi tabu zote ambazo tunaziona labda tunazipata katika mazingira tunaoishi, lakini ukipiga mahesabu unaona kwamba hakuna tabu yoyote, isipokuwa kuna siku ambayo kila mmoja anaitamani kwenda kuona kwamba tabu hizi zinaondoka. Kwa hiyo tujipinde, lakini kubwa zaidi niseme tu vijana, muda wa kufanya hija baada ya kupata uwezo ni muda huu ambapo umri unaruhusu, ili kuweza kufanya ibada hizi kwa ufanisi na pasi na shida yote. Na sisi tunashukuru sana
Mwenyezi Mungu awabariki sana shirika hili, na sisi tuko wadau wa wale ambao wanahitaji kujua zaidi, tuweze kueleza kile ambacho sisi tumekipata kupitia taasisi. Hali zote zinaenda vizuri, malazi, chakula na ibada zote zinaratibiwa kwa ufanisi mkubwa. Tunashukuru sana Mwenyezi Mungu, na mimi kwa kweli nimefurahia uwepo katika jumuiya hii na kwenye taasisi hii katika kuendeleza kufanya ibada zangu kwa ufanisi zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Muhammad Abdullah Muhammad, ni mkazi wa Dar es Salaam. Alhamdulillah rabbil alamin, namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Mimi ibada hija ndo mara yangu ya kwanza, lakini kwa bahati nilishafanya umra nyuma mwanzoni huko na taasisi hii. Kwa hiyo alhamdulillah rabbil alamin, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kufika mji wa Makkah kutekeleza ibada hija. Lakini kwa ujumla wake mimi niseme ifuatayo katika nyanja 3 tofauti. Nyanja ya kwanza, ningependa kuiongelea taasisi ya Al-Haramain kwanza katika maandalizi ya ibada, namba 1. Namba 2, katika mashirikiano ya viongozi na mahujaji. Namba 3, uratibu namna gani ibada inafanyika, namna gani watu wanaishi, namna gani watu wanakula, wanalala. Tukianzia na kipengele cha kwanza cha maandalizi ya ibada, alhamdulillah viongozi wa Al-Haramain wamefanya juhudi kubwa sana ya kupitiliza, kwa maana tulikuwa na semina nyingi sana zenye kutupa mafunzo ya kusikiliza na mafunzo ya utendaji. Kwa hiyo tumefarijika sana, tumejifunza sana. Kwa ambao ni wageni wa ibada, tumejifunza vitu vingi sana, tumeelewa vitu vingi sana kwa kusikiliza pamoja na kufanya kwa vitendo. Kwa hiyo katika hilo kwa kweli viongozi wa Al-Haramain, Allah awape kila la kheri, wametusaidia, wametuelimisha sana katika hilo. Mwenyezi Mungu awalipe zaidi inshallah. Lakini katika upande wa pili, upande wa mashirikiano ya viongozi na mahujaji, kwa kweli inafika mahala unashindwa kujua kiongozi ni nani na asiyekuwa kiongozi. Namna mnavyoishi, namna mnavokaa, namna mnavosalimiana, namna mnavosaidiana, inafika wakati umekaa unataka kula, kiongozi anakuja anakuletea chakula kwa mahaba. Kwa kweli imetupa faraja sisi ambao tupo kwenye hii taasisi kutekeleza ibada ya hija. Kwa hiyo tumeona kuna mashirikiano makubwa. Kuna ambao Mwenyezi Mungu kidogo wengine walishindwa mara kutekeleza ibada, lakini viongozi bado walipambana nao na wakawasaidia kutekeleza ibada ya umra. Kwa hiyo hakuna mtu aliyeachwa, kila mmoja alivutwa kiasi kwamba ibada hii kamilike kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni la upande wa mashirikiano ya viongozi na mahujaji. La 3 ni upande wa namna uratibu unavyofanyika wa makazi. Alhamdulillah tupo katika hoteli nzuri, hoteli ambazo zipo pia karibu na msikiti. Malazi ni mazuri, chakula kizuri. Wallahi kwa kweli tunashukuru sana, na mimi ni Mwenyezi Mungu ajalie taasisi hii iweze kudumu, awape nguvu viongozi wetu inshallah. Tunafurahi sana. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu mnaonisikiliza, mkiwa mna mipango ya kuja kufanya ibada hija, umra, inshallah hii taasisi ni bora sana, taasisi nzuri, taasisi ambayo haimwachi mtu nyuma. Uzuri na ukubwa wake ni kwamba ile ibada mtu unafika hapa tayari ushaijua kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo tunasema alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia tuwashukuru viongozi wa serikali ya Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia kusaidia, kwa sababu na mchango mkubwa katika namna ya kusaidia upatikanaji wa hizi visa na taratibu zingine za kisheria za nchi na nchi, kutusaidia sisi kufika hapa. Kwa hiyo Allah walipe kila kheri. Tunashukuru sana, alhamdulillah rabbil alamin. Shukran sana.